ukweli ni kwamba miili yetu inatunza ndoto zetu, miili yetu inatunza roho zetu, miili yetu inatunza nafsi zetu. Kwa ni lazima tuhakikishe miili yetu tunailinda ili ndoto zetu, nafsi zetu, malengo yetu na kila ambacho tumekipanga kwenye maisha yetu kiweze kutimia. Kitu cha muhimu cha kujua ni kwamba sisi sio hii miili tulionayo. Hii miili inamilikiwa na sisi. Yaani kwa mfano wewe hapo, wewe hapo na nitazama. Sio huo mwili. Huo mwili ndio unakutunza wewe. Na ndio maana mtu ukimuuliza hiki kichwa cha nani, atakwambia hiki kichwa cha kwangu. Ukimuuliza mkono wa nani, utashangaa anasema wangu. Sasa hiyo nafsi inayosema wangu, huyo ndio wewe sasa. Kwa hiyo mara nyingi binadamu tunajisahau. Na ndio maana ukisoma baadhi ya maandiko, ukisoma vitabu vitakatifu vinatuelekeza namna ya kuishi. Uishije, utunzeje mwili wako. Lengo ni kwamba huyo ambaye ni wewe, yani hiyo nafsi yako iweze kuishi sana. Kwa sababu nafsi zetu haziwezi kuishi kama mwili ni dhaifu. Yani roho zetu haziwezi kuishi kama miili yetu ni dhaifu. Kwa hiyo ndio maana mtu akishakuwa kilema hawezi kutembea, hawezi kwenda kule anakotaka. Na mtu akishakuwa anaumwa hawezi kutekeleza kile anachokipenda. Kwa hiyo tunatakiwa tuwajibike kuitunza miili, ambayo miili yetu ndiyo hekalu au ndizo nyumba au ndipo ambapo roho zetu zinaishi, ndipo ambapo ndoto zetu zinaishi. Kwa hiyo kama tutashindwa kutunza miili yetu, tafsiri yake ni nini? Tutashindwa kufikia ndoto zetu. Tafsiri ni kwamba tutashindwa kufikia pale tunapotaka. Ndio maana mtu anapokushauri kwa mfano labda usinywe pombe, maana yake anataka usiudhoofishe mwili wako. Mtu anapokuambia usile nguruwe, sio kwa furaha tu, anataka usiudhoofishe mwili, kwa sababu katika nguruwe kuna mafuta ambayo mwili hautakiwi kuyapokea. Lakini pia mtu anapokuambia usifanye kitu fulani ambacho ni kibaya, labda usifanye anasa, usizini na vitu kama hivyo, lengo ni kutaka kuutunza mwili, ambao katika huo mwili ndipo utaweza kufanya vitu vingi wewe huyo. Kwa hiyo nafikiri naweza nikawa nimesema somo ambalo ni gumu kidogo, lakini ukweli ni kwamba miili yetu inatunza ndoto zetu, miili yetu inatunza roho zetu, miili yetu inatunza nafsi zetu. Kwa hiyo ni lazima tuhakikishe miili yetu tunailinda ili ndoto zetu, nafsi zetu, malengo yetu na kila ambacho tumekipanga kwenye maisha yetu kiweze kutimia. Kuna wakati unakuta akili inataka kufanya lakini mwili unakataa. Kwa sababu kwa nini mwili unakataa? Ushachoka. Mwili ushachoka. Unatumia jitihada gani kuhakikisha mwili wako unaulinda? Unatumia jitihada gani kuhakikisha mwili wako unautunza? Hicho ndio kitakacho kufanya wewe uweze kutimiza zile ndoto zako ambazo unatarajia kuzifikia. Kwa hiyo muhimu na cha kufahamu ni kwamba ndoto zetu tulizo nazo zipo katika nyumba inaitwa mwili, ambao pia huo mwili unatakiwa kutunzwa ili uweze kukusaidia kufikisha zile ndoto zako. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha kama unapewa maonyo, labda usifanye kitu fulani, ule vizuri, ulale vizuri, upumzike na vitu kama hivyo. Vyote vinakusudia wewe uweze kutimiza kile ambacho ni ndoto zako. Mtu unakutana naye anakuambia, ni bwana siku hizi silali kabisa, yani silali kabisa siku hizi. Sasa ulali, sawa ulali, unategemea nini sasa? Lazima mwili wako utaudhoofisha, na ukishaudhoofisha tafsiri yake utashindwa kufikia zile ndoto ambazo umekusudia. So kitu cha muhimu ni kwamba lazima tufuate vile vinavyotakiwa ili mwili wetu uendelee kuwa imara na tuweze kutekeleza majukumu yetu. Na tukiingia kwenye vitabu vya dini, mara nyingi Mungu ametuelekeza namna ya kuishi, namna ya kula. Ametuelekeza, hajatuumba tu akatuacha, ametuelekeza namna ya kuishi, tufanye nini ili tutunze miili yetu. Kila kile ambacho amekisema kwa lengo la kutaka kuhakikisha kwamba tunatimiza
lile lengo ambalo ametuletea duniani. Kwa hiyo tujitahidi kula vizuri, lala vizuri, epuka vitu ambavyo ni anasa, ambavyo ni vinadhoofisha mwili. Jitunze ili roho yako iweze kuwa na mahali sahihi pa kuweza kutimiza zile njozi au ndoto zako ambazo umeziweka. Na hata hivyo Mungu ana ndoto na sisi. Mungu ametuweka na kusudi lake. Kwa kama ana kusudi lake tunatimizaje? Ndio maana ukisoma kwa vitabu vya Biblia vinakwambia mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yaani ni hekalu tu. Ni hekalu tu. Yaani hapo Roho ndo anaishi. Ndizo ambayo ndo nafsi yetu pia anaishi hapo. Kwa kama anaishi hapo, ukiudhoofisha, tafsiri yake ni kwamba utashindwa kufikia kile ambacho umekusudia. Nashukuru. Asanteni. Nafikiri kama hujaelewa unaweza kaandika tu kwenye comment hapo, mimi nitaelewa na ninakusaidiaje. Asante. Na jambo la msingi ninaomba marafiki zangu wote muhakikishe mna subscribe. Sasa hivi tumeshafikia kwenye hatua ya kupeleka ujumbe mbali zaidi. Kwa hiyo ukienda kwenye profile yangu ya TikTok, tafuta jina Jatu. Ukishatafuta jina Jatu, ukienda pale kwenye profile kuna neno limeandikwa subscription. Kwa hiyo bonyeza pale subscription. Ukibonyeza pale subscription itakudirect kwenda kuchangia ili tuweze kufanya vitu vizuri zaidi. Kwa marafiki zangu wote, fanyeni hivyo. Asanteni sana. Kama kutakuwa kuna ugumu au changamoto yoyote, basi naomba tuwasiliane. Asanteni.